Yes, what's up? Hapa ni Ambrose God Yedo na nipo ndani ya Remedia. Kwa sasa nipo na Embwe Kilari Embwe Baba Fatma Baba Biembe. Cha kwanza kabisa kitu nilicho hapo kwa nimekitia kwa pembeni na nakwenda kwa kumjia kuhusu na situations za najua leo mna mechi brother, sijui kama maandalizi yako je sasa hivi. Yeah. Leo tuko na game. Maandalizi yako vizuri tu, tunasubiri muda uenee twende tukichape uwanjani. So hadi sasa hivi Lancaster rekodi yake ikoje kwanza kuhusiana na mabao? So yani ikoje kwanza hadi sasa hivi? Nafikiri katika timu ambazo zinafunga mabao mengi hapa Marekani kwa timu za Afrika, nafikiri Lancaster Boys inaweza kuwa ya kwanza au ya pili. So magoli ni mengi sana, siwezi nikawa na idadi ya magoli, lakini ni mengi ya kutosha. Mengi ya kutosha. Vipi kuhusiana na watani wenu hadi sasa hivi, bado hamjapanga plan ya kukutana nao vipi? Watani wetu nafikiri unaongelea Scranton, right? Scranton ni moja ya timu ambazo zina mdomo sana, lakini vitendo ni vidogo sana. So walikuwa na mbwembwe sana, lakini sasa hivi baada ya kichapo tulichowachapa, kichapo cha goli 3 na wakaweza kukimbia mpira tukuweza kumaliza, mpaka leo hawaongei, wote wapo kimya. Sijui kama wamepanga nini kuhusiana na kucheza na sisi tena. Ila wapo kimya kabisa, hawaongei chochote. Yeah. Bila shaka kabisa na mimi kikosi chako unakiandaa fresh kabisa, kiko fresh. Yeah, fresh kabisa. Sijui mechi ya leo na kuona hapa sasa hivi hapa. So utatokea kwenye mechi au vipi? Nafikiri kama umeniona niko hapa ni kwa sababu ya maandalizi ya sherehe tulionayo hapa kwetu Lancaster. Na nimepewa kasehemu kadogo kwenye hii sherehe. Yaani haya maandalizi tunayoyafanya, kuna kakitengo fulani nimepewa, yani mimi ndo mkongoaji wa pesa. Na pesa zote za sherehe mimi ndo niko nazo. Sasa nikaona siwezi nikaenda na hichi ni kikao cha mwisho kwa cha maandalizi ya sherehe. So nikikosekana hapa naweza nikahangaisha watu wengine kwa masuala ya pesa. Ndio maana niko hapa, ila muda si mrefu nitatoka hapa kujielekeza kwenye wenzangu hapa. Okay, mpaka sasa kwanza maandalizi ya sherehe yakoje? Maandalizi ni mazuri na yamekamilika kwa asilimia kama 75 hivi 80 hivi. So maandalizi ni mazuri sana. Maoni yako ni yapi kuhusiana na sherehe? Sherehe hiyo ndugu yangu ni kali sana. Na hiyo sherehe sio sherehe ya mtu kukosa, na wala sio sherehe ya mtu wadisiwe. Inaomba wewe mwenyewe uwepo na uone kwa macho yako, kwa sababu tena narudia kusema ni sherehe kubwa sana ambayo hapa kwetu haijawahi kutokea toka tuwepo hapa Marekani. Hivi yani toka kule nyumbani hadi kuja kufikia hapa ni hapa Lancaster, hivi ni sherehe ngapi ambazo zimeshatokea hapa na huko kwetu? Zimetokea nyingi, siwezi nikahesabu tukichanga na za Mombeza nini na nini, lakini kuna sherehe fulani ya kwanza ilifanyika vijana hapa, nilikuwa bado niko mgeni sana. Ilifanyika hapa kama miaka 4 iliyopita huko nyuma huko. Zamani sana kama miaka 5 hivi. Ilifanyika hapa vijana, kukafanyika tena sherehe nyingine ya vijana, lakini pia kukafanyika sherehe yangu ya harusi. Zote ziliwahi kufanyika hapa ya. Okay, na mimi unajua sheria ambazo zipo kwenye sherehe hii. Sawa, sijui kama kwa upande wako kile kitu umekisupport, mtu ambaye aliweka pesa asijumuike pamoja na wengine. Kwa upande wako ile jambo likoje? Mimi nimekisupport 100% kwa sababu sote ni vijana, tunafanya kazi. Hapa sio kama Afrika utasema kwamba ufanyi kazi, wanaosoma wanafanya kazi, ambao wasomi wanafanya kazi. Kwa hiyo lazima uweke, kwa sababu wewe utataka kitu kizuri na ukuweka pesa, na hautotegemea pesa kutoka kwa mwenzako, za kwako ndo tunazisubiri ili tufanye hii kazi. Kwa hiyo nimewasupport 100%. So sasa ni ujumbe gani ambao unaweza kuwapelekea wale watu ambao yani wanajitia mbali na wenzao? Mfano kuna kijana ambaye anaweza kuwa tu lakini vya wabondo vile havinihusu. Kwa upande wako, so ni mashauri gani ambao unaweza kumpatia kijana? Mimi cha kwanza nitakufuata wewe. Wewe unayesema kwamba hivi ni vya wabondo. Wewe ni mbembe. Ujue Kiingereza sana, wewe ni mbembe. Ujue Kifaransa sana, wewe ni mbembe. Ujue Kiswahili sana, wewe ni mbembe. Kwa hiyo masuala ya kusema hivi ni vya wanani, utakuwa ni mlimbukeni na mpumbavu na mjinga kudharau kabila lako na kuheshimu kabila za watu wengine, au kuona kabila yako ni ya hovyo sana kisa umeshakuwa Marekani. Utakuwa ni mpumbavu na mjinga sana. Wewe ni mbembe, utabaki kuwa mbembe. Yani kwa hali yoyote ile utakayojiweka nayo, utabaki kuwa mbembe. Okay. Mpaka sasa Kilari na mimi siku hiyo utaua.
Maandalizi ya kuja Hazina mengi ya kusema kuhusiana na hilo. Yeah. Nikaribishe tu watu siku hiyo. Yeah. Karibuni tu mtajionea kwa macho yenu. Hivi ukiwa ndani ya sherehe, so ni wimbo gani, yani wimbo pendwa kabisa ambao ukipigwa pale lazima usimame na shimini? Umeelewa? Lakini nimeelewa vizuri sana. Ni kwamba mimi ni Msabato. Na kwa kwangu Msabato haiwezi kuwa sababu ya kutokujumuika na watu wengine. Na nyimbo za kwenye sherehe waga nazisikia, lakini mimi endapo zikigongwa tu biti zetu, licha itakuwa ni ngumu kufanyika kwenye sherehe hichi ambacho nakwenda ukisema hapa, lakini mimi endapo labda kukigongwa biti za Kisabato, mimi naua sana. Lakini zikikuwa hizi zingine mimi sijui, sio kwamba kwa sababu niko Msabato ndio siwezi kuzicheza. Kuwa Msabato kwangu huko, lakini kucheza mimi sijuagi. Lakini zikigongwa biti za Kisabato, mimi naua sana. Zile ndo zangu, lakini hizi zingine sijuaji kucheza, na ndo maana siwezi nikasema ikigongwa nyimbo fulani nitasimama na vibe, sijuaji kucheza mimi. Okay, mambo iko fresh kabisa kuhusiana na sherehe yetu ambayo tunaandaa hapa kwa Lancaster, na hapa ni Embwe. Hapa ni Embwe, ule kiongozi wa Lancaster Boys, ule msumbuaji, captain ule msumbufu wa Lancaster Boys tuko naye hapo kwenye sasa hivi. So nashukuru sana kwa muda wake, na tu I wish mambo yako fresh kabisa siku ya sherehe na leo. Okay, atujele kwenye mechi bro, sio kama hata unaweza kutoa hata matabiri kidogo kuhusiana na mechi ambayo iko baadaye, maana kama dakika masaa mawili tu kuhusiana na mechi. Nafikiri mimi sio mtabiri, lakini kwa maandalizi ambayo wachezaji wangu walioyafanya wiki hii na wiki kabla ya wiki hii, kwa maandalizi walioyafanya, na 100% ushindi tutapata, na sio chini ya goli 3. Sio chini ya goli 3. Lancaster imekuja na hii Lancaster Boys bro, kitu ambacho watu hawajui, hii timu kufungwa inakuwa ni kama sisi tunajitakia kufungwa. Lakini tukisema tucheze tunavyochezaga, hakuna timu ambayo inaweza ikatusumbua, haipo hiyo. Kwa sababu sisi ndo tuna kikosi kizuri ambacho kila namba ukihitaji iko vizuri. So hayo ni maoni yake na ni uelewa wake kuhusiana na timu yake. Samani, sio uelewa wangu, uelewa wa watu wote huko hivyo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa muda wake. Samani kidogo. Hivi wewe ukisikia golikipa wetu mfano ni Starboy au Filipo, wewe uogopi? Lazima mimi niogope kwa sababu kuna vitu ambavyo beki zetu kuko Asende, kuko Bwanga, Apanja, mimi, Darke, ukisikia hicho kikosi kiko kule nyuma auogopi? Na wengineo sijataja hapo. Afu kule mbele kule kuko Asa, Falcao, Monster, Samueli. Au hivyo ukisikia tu hicho kikosi wewe hujaogopa. Alafu pale katikati pale kuko mtaalamu anaitwa Nadoboy. Kazi yake tu ni moja, Nadoboy. Yani yeye ni kugawa upendo, tu pasi za upendo. Yani yeye ukiona tu Nadoboy ameshika mpira, jua tu kwamba hapa zinapigwa pasi za upendo. Wewe uogopi? Anauliza kwanza, wewe uogopi? Lazima niogope kwa sababu moto na ujua moto wa Lancaster Boys, ndio maana nimeongea hilo kuhusiana na hii situation ya mechi ambazo tunaziona hapa Lancaster. Moto wanao, that's true. Yes. Kwa hiyo tumeshukuru sana kwa muda wake hapa, na I wish all the best for Lancaster na kwa hii sherehe ambayo tunaandaa hapa kwenye mwezi ambao tunao. Asante sana. Aiku talamet.